Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zanguni, tupo katika masiku ambayo ni masiku adhim na masiku ambayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliweza kuondokewa na binti yake kipenzi ambaye ni Fatima binti Zahra alayha salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na sisi tunayaomboleza masiku haya kwa utukufu wake na baraka zake ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia. Lakini pia ndugu zanguni, binti huyu ambaye tunamtambua ni binti mtukufu, mtoto wa mtume wetu mtukufu, mtume wa daraja, pasi na shaka anayo mambo muhimu ambayo aliweza kutuhusia katika dini. Lakini hapa tutaenda kunukuu baadhi ya hadithi zake, lakini nitakuleteni hadithi moja tu ambayo ni hadithi tukufu. Anatufundisha nini binti wa mtume? Hadithi inaelezea kwamba an sayyidati nisa'i salawatullahi wasalamu alayhi qalat man as'ada ila Allahi khalisan ibadatihi ahbata Allahu azza wa jalla ilayhi wa fadla maslahatihi. Hadithi hii ni muhimu sana, inaongelea masuala ya ikhlasi katika ibada. Kutoka kwa bibi mtukufu, bibi wa daraja, Bi Fatima Az-Zahra, rehma na amani ziwe juu yake, anasema ya kwamba yeyote atakayemuelekea Allah, yani mja yeyote atakayemuelekea Allah kwa ibada ya dhati kabisa na ikhlasi, Allah mtukufu atamteremshia yaliyo bora kabisa katika maisha yake. Hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Biharul Anwar, juzuu ya 67, ukurasa wa 249 mpaka 250. Ndugu zanguni, binti wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye yeye ni kiigizo chema hususa katika jamii yetu hii ambayo tuna wakina mama, tuna wakina dada na watoto. Binti huyu ni mfano wa kuigwa kweli kweli, kwa sababu anatufundisha mambo mengi kupitia masuala mazima ya kiibada, na kupitia hadithi hii ya ikhlas ambayo tumeiona aliyotuhusia binti wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ina mafundisho, na mafundisho yake ni mengi sana, lakini nitakuleteni baadhi tu ya nukta ambazo aliyotufundisha kupitia hadithi hii. Ni yapi mafundisho? Anatufundisha kwamba ikhlas katika ibada, yani ibada lazima ifanywe kwa ajili ya Allah peke yake. Yani kupitia hadithi hii anatuambia kwamba ili uweze kufanya ibada inatakiwa umuelekee Mwenyezi Mungu peke yake, na si kwa ajili ya kujionyesha, kutaka ufahari au kutaka kusifiwa. Binti wa mtume anatuzuia ibada za namna hii. Hiyo ilikuwa ni nukta ya kwanza kutokana na hadithi ya binti Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini nukta ya pili anatueleza ya kwamba ikiwa utafanya ibada kwa ikhlasi, Mwenyezi Mungu atakupa thawabu na msaada kutoka kwake. Yani utapata thawabu na msaada kutoka kwa Allah. Allah ujibu ibada ya dhati kabisa kwa kumletea mja wake mambo yenye manufaa makubwa hapa duniani hata na huko akhera. Tumeona mifano mingi kabisa kupitia watu wanaofanya ibada zao kwa ikhlasi, wanajibiwa kwa ikhlasi. Mwenyezi Mungu uwajibu waja wake wa kuwapa manufaa yaliyo bora hapa duniani
hata na huko akhera. Mifano ni mingi, lakini kwa vile tu hatuna nafasi kwa leo, tungeazungumza yaliyo mengi. Hiyo ni nukta ya pili, lakini nukta ya tatu ambayo inatakiwa na pia tuzingatie ni mazingatio kwetu. Allah pekee ndiye mwenye kutawalia maslaha ya mja. Yani tunapoongelea mambo ya maslaha kutoka kwa mja, ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu pekee inatakiwa umkabidhi ili aweze kukufungulia na kukuonyesha ni yapi maslaha yaliyo bora kwako. Hivyo basi, mara nyingi mtu hafahamu ni lipi hasa lililo bora kwake, lakini Allah humshushia kile kilicho na maslahi kwake. Mifano ni mingi. Unaweza ukaomba vitu vingi, ukahisi labda kwako hivi vyote vina maslahi, lakini mpe Mwenyezi Mungu, muachie Mwenyezi Mungu kwa ikhlasi kabisa, atakujibu kile ambacho ni bora. Pia watukufu wa Islamu, katika mafundisho ya Bi Fatma anatuhusia uhusiano wa kimaanawia kati ya mja na Mola wake. Unaposwali kwa ikhlas, unapofanya ibada zako kwa ikhlas, unapotoa sadaka kwa ikhlas, yani kila aina ya ibada utakayoiunganisha iwe tu umeifanya kwa ikhlasi kutoka moyoni, Mwenyezi Mungu atakufanyia mambo yako kwa dhati kabisa. Hivyo basi, kadiri tunavyotaka na kadiri tunavyojitakasa na kupanda kiroho kwa ibada safi, ndivyo rehma ya Allah zinavyokuja juu yetu. Namna tunavyojikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, ndivyo rehma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa zinakuja juu yetu. Naam, kwa kuhitimisha nukta zetu hizi, ndugu zanguni katika imani, na kitu kikubwa tulichojifunza katika hadithi hii ni kwamba utakaso wa nia katika ibada umfungulia mja milango ya rehma za Allah. Yani unapotakasa nia yako katika ibada, Mwenyezi Mungu umfungulia mja milango ya rehma. Wabillahu tawfiqin wa hadhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.